Chini ya kila nyumba kuna historia, lakini si kila historia imekufa. Mwaka 1971, ndani ya nyumba moja nchini Uhispania, sakafu ilianza kutengeneza uso. Sakafu ilianza kutengeneza uso uliokuwa ukitazama watu waliokuwa wakiukanyaga. Walijaribu kuufuta, walijaribu kuuvunja. Waliivunja sakafu yenye ule uso na walimwaga simenti mpya. Lakini nyuso zilirudi. Mamia ya nyuso, wanaume, wanawake, zikitokea na kutoweka kama zilikuwa hai. Halafu wakaamua kuchimba ili waone chini ya nyumba kuna nini. Walichokipata hakikuwa kitu ambacho dunia ilikuwa tayari kukiona. Baadhi ya siri huanza kwa mlango kufunguka usiku. Nyingine huanza kwa sauti zisizoeleweka. Lakini kuna siri moja ambayo ilianza kwa kitu cha kawaida kabisa, na kitu hicho ni sakafu ya jikoni. Sakafu ambayo ilitakiwa kubaki kuwa zege la kawaida, lakini siku moja ikaanza kubadilika kuwa umbile lililofananishwa na sura ya binadamu. Sura iliyoanza kutazama watu waliokuwa wakiikanyaga. Fikiria unaamka asubuhi kama siku nyingine yoyote, unaingia jikoni kuandaa kifungua kinywa, unaweka kuni na kuwasha jiko, halafu ghafla unapoinamisha kichwa kutazama chini, unaona uso wa binadamu ukiwa umejitokeza kwenye sakafu. Sio mchoro, sio kivuli, sio doa la maji, ni uso wa binadamu unaokuangalia moja kwa moja. Hilo ndilo lililotokea katika kijiji kidogo kinachoitwa Belmes, kusini mwa Hispania. Mwaka ulikuwa 1971. Hakukuwa na mitandao ya kijamii, hakukuwa na programu za kutengeneza picha kwa akili bandia, hakukuwa hata na njia rahisi ya kufanya tukio kama hili lisambae duniani kwa masaa machache. Lakini kilichotokea ndani ya nyumba hiyo kilienea hadi magazetini, televisheni na baadaye kuwa moja ya mafumbo maarufu zaidi duniani. Mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa mwanamke aitwaye Maria Gomez Camara. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida kabisa pamoja na familia yake. Hakuwahi kudhani kwamba nyumba yake ingetajwa kwenye vitabu vya mafumbo, vipindi vya televisheni na mijadala ya wanasayansi kwa zaidi ya miaka 50. Siku hiyo Agosti, Maria alipokuwa jikoni, macho yake alivutwa na alama ya ajabu kwenye sakafu ya zege. Mwanzoni alidhani ni doa la kawaida, lakini kadiri alivyoitazama, doa hilo lilianza kufanana na uso wa mwanadamu. Lilikuwa na macho, pua, mdomo na sura iliyokuwa kana kwamba imejaa huzuni. Kwa sababu hiyo, hofu ilianza kutawala nyumba nzima. Mume wake pamoja na mtoto wao walipoona kile alichokuwa akikionyesha mama, waliamini kwamba njia pekee ya kumaliza tatizo hilo lilikuwa ni moja tu: kuondoa sakafu yote. Walichukua nyundo na kuvunja sehemu yote ya zege. Baada ya hapo akaweka zege jipya. Kwao kila kitu kilikuwa kimekwisha, lakini walikuwa wamekosea. Baada ya muda mfupi, uso mwingine ukaanza kuonekana tena. Safari hii haukuwa sawa na ule wa kwanza. Ulikuwa tofauti, kana kwamba mtu mwingine kabisa alikuwa ameibuka kutoka ndani ya sakafu. Ndipo hofu ikabadilika kuwa fumbo, na fumbo likaanza kuvutia watu kutoka kila upande wa Hispania. Hakuna aliyekuwa tayari kwa kile ambacho kingefuata.
Ilichukua wiki 2 tu kwa simenti ile mpya kukauka vizuri. Na asubuhi moja Maria alipoingia jikoni, alipiga kelele iliyowaamsha majirani wote. Ule uso wa kwanza haukurudi peke yake. Safari hii sakafu yote ya jikoni ilikuwa imegeuka kuwa ukurasa wa albamu ya picha za kutisha. Nyuso mpya kabisa zilianza kujitokeza. Nyuso hizo hazikuwa tuli kama picha za kawaida tu, bali zilikuwa kama viumbe hai vilivyofungwa ndani ya simenti. Zilikuwa nyuso za wanawake, sura za watoto wadogo wenye huzuni, na nyuso za wanaume wenye ndevu. Cha kushangaza zaidi, nyuso hizi zilikuwa zinasafiri, zikitokea upande huu wa jikoni asubuhi, jioni unazikuta zimehamia karibu na mlangoni, zikionekana kwa masaa kadhaa na kisha zinatoweka kabisa, na nafasi yake inachukuliwa na nyuso nyingine mpya. Kadiri uvumi ulivyoenea, nyumba ya familia ya Maria haikuwa tena nyumba ya kawaida, ikageuka kuwa kivutio. Watu walikuwa wakisafiri mamia kilomita ili kufika hapo. Baadhi walikuja kwa imani, wengine wakaja kwa udadisi, na wengine walikuja wakiamini kuwa wangethibitisha kuwa yote yalikuwa ni utapeli. Lakini kila mtu aliyefika aliondoka akiwa na swali lile lile: inawezekanaje jambo hili kutokea? Baadhi ya wageni walidai walihisi mazingira mazito ndani ya nyumba. Kulikuwa na waliosema kuwa walihisi baridi isiyo ya kawaida. Wengine walisema walikuwa wakisikia wasiwasi mkubwa bila sababu. Ingawa hakuna ushahidi wa kisayansi uliothibitisha madai hayo, simulizi hizo zilifanya siri ya nyumba hiyo izidi kuwa kubwa. Habari zilipofika kwenye magazeti ya Hispania, waandishi wa habari waliinamia tukio hilo. Picha zilipigwa za kutosha, makala zikaandikwa, na muda mfupi baadaye watafiti wa mambo yasiyoelezeka wakaanza kufika mmoja baada ya mwingine. Lakini kabla ya kuanza kufanya uchunguzi, walitaka kuhakikisha jambo moja: je, nyuso hizi zilikuwa zimechorwa na mtu au kweli zilikuwa zinajitokeza zenyewe? Ili kupata jibu ya swali hilo, baadhi ya watafiti waliomba sehemu ya sakafu ifunikwe kabisa. Sakafu ilifunikwa kwa muhuri maalum ili kuhakikisha hakuna mtu angeweza kuigusa. Hakuna rangi, hakuna kalamu, hakuna kemikali. Kila kitu kilifungwa chini ya uangalizi. Wiki zilipita. Waliporudi kuondoa muhuri, kilichowaacha midomo wazi ni kwamba kulikuwa na nyuso mpya. Je, hilo lilikuwa ushahidi kuwa hakuna aliyekuwa akichora? Au kulikuwa na njia ya ujanja ambayo bado haikuwa imegunduliwa? Hakuna aliyekuwa na jibu la uhakika. Na hapo ndipo serikali ya eneo hilo ikaamua kufanya jambo ambalo hakuna mtu alilitarajia. Walitaka kujua historia ya ardhi ambayo nyumba hiyo ilikuwa imejengwa. Walitaka kuchimba chini ya jiko hilo. Walipoanza kuchimba chini ya sakafu, walikutana na ugunduzi ambao uliifanya siri hii kuwa ya kutisha zaidi. Je, ni nini kilikuwa kimezikwa chini ya nyumba ya Maria? Hilo ndilo swali tutakalolifichua katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Usikose kufuatilia sehemu ya pili. Mimi ni Abu Fazadi. Wakati watu wengi walikuwa wakitazama nyuso zilizokuwa kwenye sakafu, hakuna aliyekuwa amejiuliza swali moja muhimu: ni nini kilikuwa chini ya sakafu hiyo? Baada ya nyumba ya Maria Gomez Camara kuvutia watafiti, waandishi wa habari na mamia ya wageni, mamlaka za eneo hilo ziliruhusu uchunguzi ufanyike ili kubaini historia ya ardhi hiyo. Wafanyakazi walianza kuondoa sehemu za sakafu kwa uangalifu. Kila mtu aliyekuwepo alikuwa na hamu ya kujua kama kungepatikana ushahidi wa kueleza siri hiyo. Lakini walipofika chini zaidi, walikutana na kitu kisichotarajiwa. Waligundua mabaki ya mifupa ya binadamu. Kulikuwa na mafuvu, mifupa, mikono na miguu, pamoja na mabaki mengine yaliyokuwa yamezikwa kwa muda mrefu. Habari hiyo ilishtua kijiji kizima.
Watu wakaanza kujiuliza, je, nyumba hiyo ilikuwa imejengwa juu ya makaburi ya zamani? Baadhi ya wanahistoria walieleza kwamba katika maeneo mengi ya Hispania ya zamani, watu walizikwa karibu na makanisa au sehemu za makazi, hasa wakati wa karne za kati. Hivyo haikuwa jambo lisilowezekana kwamba mabaki ya watu yangeweza kupatikana chini ya nyumba za kisasa. Mifupa iliyopatikana iliondolewa na kuzikwa tena mahali pengine kwa heshima. Wengi waliamini kwamba baada ya kufanya hivyo nyuso zile zingetoweka, lakini haikutokea. Baada ya muda mfupi, nyuso mpya ziliendelea kuonekana. Jambo hili liliwagawa watu katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilisema roho za waliokuwa wamezikwa hapo bado zinajaribu kuwasiliana na walio hai, lakini kundi la pili lilikataa kabisa wazo hilo. Kwao kila kitu kilipaswa kuwa na maelezo ya kisayansi. Walidai kwamba kuwepo kwa mifupa hakumaanishi kuwa ndiyo chanzo cha zile nyuso. Ndipo wataalamu wa kemia, picha na jiolojia wakaanza kufanya majaribio mbalimbali. Walichukua sampuli za sakafu, walichunguza rangi za zege, walitafuta uwepo wa kemikali ambazo zingeweza kusababisha maumbo yanayofanana na nyuso. Baadhi ya ripoti zilidai kuwa kulikuwa na uwezekano wa matumizi ya kemikali kama vile nitrite na fedha ambazo zinaweza kubadilisha rangi ya zege na kuunda picha zinazofanana na nyuso. Lakini ripoti nyingine hazikupata ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai hayo. Hivyo badala ya kutatua fumbo, uchunguzi ulizua maswali mapya. Je, nyuso hizo zilikuwa matokeo ya kemikali? Je, zilikuwa kazi ya msanii mwenye ujanja mkubwa? Au kweli kulikuwa na jambo ambalo sayansi haikuweza kulieleza? Kadiri miaka ilivyopita, nyuso ziliendelea kubadilika. Baadhi zilitoweka kabisa, nyingine zikaonekana sehemu tofauti za nyumba, na kila uso mpya ulioongezea watafiti kitendawili kingine. Hata leo hakuna makubaliano ya pamoja kuhusu chanzo halisi cha The Belmez Faces. Wengine huita mojawapo ya matukio ya ajabu zaidi kuwahi kurekodiwa. Wengine huita udanganyifu uliofanikiwa kwa muda mrefu. Kila fumbo lina pande mbili, upande wa wanaoamini na upande wa wanaotilia shaka. Lakini katika siri ya The Belmez Faces, kila upande ulileta ushahidi wake na hakuna ulioweza kumshawishi mwenzake kikamilifu. Baada ya habari za nyuso za The Belmez kusambaa duniani, nyumba ya Maria Gomez Camara haikuwa tena kivutio cha watalii pekee. Ikawa maabara ya muda. Watafiti wa science, wanasaikolojia, wapiga picha na wachambuzi wa matukio ya paranormal walifika mmoja baada ya mwingine, kila mmoja akiwa na lengo moja: kugundua ukweli. Baadhi ya wataalamu walianza kwa kuchunguza sakafu kwa kutumia vifaa vya kisayansi vya wakati huo. Walichukua picha mara kwa mara ili kuona kama nyuso zilikuwa zinabadilika kweli au kama macho ya binadamu yalikuwa yakidanganywa na maumbo yanayofanana na nyuso za watu. Lakini kulikuwa na tatizo. Vipimo mbalimbali havikutoa hitimisho moja. Baadhi ya wataalamu walidai waliona dalili zinazounga mkono matumizi ya kemikali. Wengine walisema ushahidi huo haukuwa wa kutosha kuthibitisha kuwa nyuso zote zilitengenezwa kwa njia hiyo, na hivyo mjadala ukaendelea. Lakini wakati sayansi ikitafuta majibu yake, wachunguzi wa paranormal walikuwa na maelezo tofauti kabisa. Kwao nyumba ya Maria ilikuwa sehemu yenye shughuli za kiroho. Walidai kuwa nyuso zile zilikuwa jaribio la roho za watu waliokufa kuwasiliana na walio hai. Baadhi yao walifanya vikao vya kurekodi sauti ndani ya nyumba, wakiamini kwamba wangeweza kunasa sauti za roho. Wengine walidai kusikia minong'ono isiyoeleweka. Lakini walipowasilisha ushahidi wao, wanasayansi walikataa kuupokea kama uthibitisho wa kisayansi. Kwao sauti hizo zingeweza kuwa kelele za mazingira
au tafsiri ya akili ya binadamu kutafuta maana kwenye sauti zisizoeleweka. Ndipo ikaibuka nadharia nyingine ya kushangaza zaidi, nadharia iliyoitwa photography. Kwa mujibu wa wazo hili, akili ya binadamu inaweza katika mazingira fulani yasiyoeleweka kuathiri vitu vya kimwili na kuunda picha bila kutumia mikono. Baadhi ya wachunguzi walimshuku Maria Gomez Camara, si kwamba walimuona kama tapeli, bali walidhani huenda bila yeye mwenyewe kujua, akili yake ilikuwa inazalisha nyuso hizo kutokana na nguvu za kisaikolojia ambazo bado hazijaeleweka. Lakini nadharia hiyo pia haikuwahi kuthibitishwa kisayansi. Miaka iliendelea kupita. Nyuso ziliendelea kuonekana. Baadhi zilitoweka, nyingine ziliibuka, na kila kizazi kipya cha watafiti kilianza upya pale ambapo kilichopita kilishindwa. Mpaka leo hakuna maelezo yanayokubaliwa na kila mtu. Je, ilikuwa hila iliyofanywa kwa ustadi mkubwa? Je, ilikuwa athari ya kemikali ambazo hazikueleweka wakati huo? Au ilikuwa moja ya matukio machache ambayo sayansi bado haijapata jibu lake? Hilo ndilo swali ambalo bado linaigawa dunia katika sehemu mbili. Baada ya zaidi ya nusu karne, swali lile lile bado linaulizwa. Je, ni nini hasa kilitokea ndani ya nyumba ile ndogo katika kijiji cha Belmez? Na je, ukweli utawahi kujulikana? Miaka ilipita. Miaka ikawa miongo, lakini simulizi ya The Belmez Faces haikufa. Badala yake ilikuwa moja ya mafumbo maarufu zaidi kuwahi kutokea nchini Hispania. Maelfu ya watu waliendelea kutembelea nyumba hiyo. Waandishi wa habari waliendelea kuandika. Vipindi vya televisheni na makala za maandishi zilirejea tukio hilo mara kwa mara, kila mmoja akiwa na hitimisho lake. Wanaoamini mambo ya paranormal waliendelea kusema kuwa nyuso zile zilikuwa ujumbe kutoka kwa watu waliokufa. Waliona kugunduliwa kwa mabaki ya mifupa chini ya nyumba kama ushahidi unaounga mkono imani yao. Lakini upande wa pili, wanasayansi na wachunguzi wenye mtazamo wa kutilia shaka walisisitiza kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi uliothibitisha kuwa roho zinaweza kuunda picha kwenye sakafu. Baadhi yao walidai kwamba nyuso hizo zinaweza kutengenezwa kwa mchanganyiko wa kemikali, unyevunyevu wa sakafu na uwezo wa ubongo wa binadamu kuona maumbo yanayofanana na nyuso kwenye vitu visivyo na umbo maalum. Hali hii inajulikana katika saikolojia kama pareidolia, tabia ya ubongo kuona nyuso au maumbo yenye maana katika mifumo ya kawaida kama mawingu, miamba au ukuta wenye madoa. Lakini hata nadharia hiyo haikushawishi wote, kwa sababu baadhi ya picha za Belmez zilionekana kuwa na maelezo mengi kuliko yale ambayo wengi wangetarajia kutokana na madoa ya kawaida. Ndiyo maana mjadala haujawahi kuisha. Mnamo mwaka 2004, Maria Gomez Camara alifariki dunia. Wapo waliodhani kwamba baada ya kifo chake simulizi ya Belmez ingefikia mwisho, lakini hata baada ya hapo nyumba hiyo iliendelea kuwa sehemu inayovutia watafiti, wanahistoria na watalii. Mpaka leo hakuna taasisi ya kisayansi iliyotoa hitimisho linalokubaliwa na wote kuhusu chanzo cha nyuso hizo. Na hapo ndipo siri za The Belmez Faces zilipoendelea kuishi. Je, ilikuwa hila iliyofanikiwa kwa miaka mingi? Je, ilikuwa athari ya kemikali na mazingira ambayo haikueleweka vizuri wakati huo? Au ilikuwa tukio la kipekee ambalo bado halijapata maelezo ya kisayansi? Kwa sasa hakuna anayejua kwa uhakika. Na labda hilo ndilo jambo linalofanya simulizi hii iendelee kuwavutia watu wengi hadi leo. Kwa sababu wakati mafumbo yanapopata majibu huacha kuwa mafumbo, lakini yale yasiyopata majibu huendelea kuishi katika historia. Na kila anayesikia simulizi ya The Belmez Faces hujikuta akiuliza swali lile lile: kama ungeingia kwenye nyumba hiyo leo,
kisha ukatazama chini kwenye sakafu na ukaona uso wa mtu ukikutazama moja kwa moja, ungeamini ni mchezo wa macho, ujanja wa binadamu, au kuna jambo ambalo sayansi bado haijalielewa? Hilo ni swali ninalokuachia. Mimi sina maneno mengi. Mimi ni Abu Fazedi na hii ni The Story Beats.